Shalom, ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo, jina lipitalo majina yote. Ni siku ambayo Mungu ameifanya na ninaendelea kukukumbusha kwa habari ya kulinda moyo wako kuliko yote uyalindayo. Ni maneno mazuri kabisa ambayo katika hekima za mtumishi wa Mungu Suleiman aliona vema kuandika andiko hili la linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana andiko zinakotoka chemchem za uzima. Ninapoongelea moyo, Biblia inasema katika kile kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya 3 na ule mstari wa 4, inazungumzia kwa habari ya moyo wa mwanadamu kama utu wa mtu usioonekana. Yaani wewe mwanadamu ni roho yenye nafsi inayokaa katika mwili. Unavyojiona wewe hapo, kuna ule utu wako usioonekana unaokufanya wewe uwe wewe halisi. Mtu anaposema kwamba fulani amebadilika, unaweza ukawa physically uko the same person, una macho yale yale, sura ile ile, sauti ile ile, lakini kuna vitu visivyoonekana ndani yako ambavyo vimeharibika, na huo ndio uhalisia wako. Biblia inapozungumzia kwa habari ya moyo au utu wa mtu usioonekana, unazungumzia sehemu kuu 4 na nitakwenda kuzitaja kwa haraka. Cha kwanza, moyo wa mtu umebeba kitu kinaitwa dhamiri, conscience. Na katika dhamiri ndipo hukumu kati ya mema na mabaya ipo. Roho Mtakatifu anapoanza kumtembelea mwanadamu, anashughulikia dhamiri. Na Roho Mtakatifu anaitumia sana hii eneo la dhamiri kumtiisha mtu, kumfundisha, kumuonya na kumwelekeza. Namba 2, moyo wa mtu umebeba kitu kinaitwa ibada, devotion, mahali pa ibada. Yaani kila mwanadamu ameumbiwa mahali pa kujitiisha chini ya mamlaka fulani isiyoonekana. Kwa Mkristo au sisi tunaoamini, tumejitiisha katika ibada ya Mungu wa Biblia. Tunaamini katika Mungu wa Biblia, tunamwabudu. Kuna mwingine anaamini katika miti, anafanya devotion katika miti. Kuna mwingine anaabudu katika mizimu. Kwa sababu mwanadamu ameumbiwa ibada. Kama hata muamini Mungu au hata mwabudu Mungu wa Biblia, lazima kutakuwa na kitu ambacho atakachokiamini. Namba 3, moyo wa mwanadamu umebeba kitu kinaitwa imani, belief. What do you believe in? Kuna watu wanaamini katika Mungu, kuna wengine wanaamini katika sayansi, kuna wengine wanaamini katika evolution, mageuzi.